Ya historia ya maisha yangu mimi katika dini inaanzia mbali kidogo. Nakumbuka nikiwa form 4. By the way, mimi nimezaliwa katika familia ya dini, so nimekulia katika maisha ya kidini, ya nimefunzwa katika maisha ya kidini. Lakini unajua kuna tofauti kati ya kumjua Mungu, alafu kuna tofauti kati ya kumjua Mungu na kumfahamu Mungu. Sasa mimi nilikuwa namfahamu Mungu. Yaani sawa, nimekulia katika mazingira ya kufundishwa katika dini. Kwa hiyo yale mazingira yalinipelekea mimi kuweza kumfahamu Mungu, lakini nilikuwa simjui Mungu. Unaelewa? Yaani tukisema kumfahamu Mungu ni kule kujua kwamba kumbe kweli Mungu anaabudiwa. Kumbe kweli Mungu anajibu. Umeona? Lakini kumjua Mungu ni kule kusoma neno lake, kutambua kwamba huyu name worship ni nani, lakini pia huyu ambaye ninamuomba, lakini huyu ambaye ninatamani moyo wangu muamini ni nani. Huko ndo tunasema kumjua Mungu. Sasa maana yake hapo unakuwa unamjua Mungu. Kwa hiyo mimi nilizaliwa katika mazingira hayo, na bibi yangu mimi alikuwa ni mtu wa kunipiga sana kwenye masuala ya dini. Unaona? Yaani nilikuwa nikichelewa tu Sunday school lazima nikutane nacho. Yaani kupigwa ilikuwa ni kawaida sana. Umeona? Sasa nilikuwa hivyo. Sasa hiyo ilikuwa ni historia ya nyuma kidogo. So nililelewa hivyo katika mazingira ya dini. Sunday school nilisoma sana, nilijifunza sana ya maneno ya Mungu, japokuwa background tena pia, pamoja na kwamba nilikuwa nashiriki sana Sunday school, labda kanisani nini, kwenye vikundi vya dini, lakini kwenye background yangu pia kulikuwa kuna masuala pia ya nguvu za giza, ambao na yenyewe pia nilikuwa nashirikishwa. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa nashirikishwa vitu viwili hapo. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa nashirikishwa kwenye swala la dini ya kimungu maana yake, lakini pia kwenye miungu pia nilikuwa nashirikishwa, japo nilikuwa sijabezi sana kwenye miungu. Of course nilikuwa nachukia sana kwenye kitu kinaitwa uganga, sababu nilikuwa nikishirikishwa pia kwenye masuala ya nini ya uganga, yani ya uganga nilikuwa nashirikishwa. Nilikuwa mdogo, lakini bado nilikuwa na uelewa. Ndio maana wao napenda kusema kwamba mimi Mungu mpaka kufika mahali hapa alikuwa na kusudi sana na mimi. Umeona? So niliendelea hivyo, miaka ilienda, nikawa ndo hivyo kanisani lazima niende, lakini pia kuna sehemu zingine ndo kama hivyo kwa waganga. Mimi kwa waganga nimeenda sana. Umeona? Vitu kama hivyo nimevishiriki sana. Umeona? Lakini sio kwamba nilikuwa napenda, na by the way nilikuwa nawekwa kama mshiriki, yani kama vile kusaidia kitu fulani kiweze kufanyika, lakini sio kwamba nilikuwa napenda mimi mwenyewe kufanya. Sababu nakumbuka kuna kipindi ambacho nilikuwa nikipewa dawa, alafu kama najua kabisa kwamba hii dawa imetoka kwa babu fulani, of course nilikuwa situmii. Umeona? Nilikuwa situmii kwa sababu nilikuwa napenda sana kupewa hii midawa ya mizizi, hii midawa ya mizizi. Umeona? Sasa nikawa sipendelei sana, so nikawa nikipewa dawa kama hivyo hapo na zikansel, maana yake sinywi. Namdanganya tu bibi kwamba nimekunywa, lakini sinywi. So niliendelea kuishi hivyo kwa neema ya Mungu. Nilikuwa na kadri ninavyozidi kukua nazidi kumjua Mungu kiundani. So nimeona vitu vingi sana ambavyo nikisema nielezee sasa hivi inawezekana nikaelezea hata siku 2 au 3. So vingi sana nilivyoviona ambavyo vilizidi kuniweka karibu sana na Mungu, japokuwa nilikuwa bado mdogo, lakini nilikuwa najiweka sana karibu na Mungu. So nimeviona vitu vingi sana vya kiganga vikifanyika mbele yangu. Nilikuwa naviangalia, nashindwa kuongea kwa sababu yule anayefanyiwa ni ngumu sana kuniamini, alafu ni mkali sana, yani alafu kipindi hicho mimi nikachali, yani kadogo hivi. Umeona? So nimeenda hivyo, Mungu amesaidia. Nikiwa form 4 kwanza, by the way nimeingia form 1 katika swala la dini. Ndivyo hivyo nilikuwa naishi kwenye ile misingi niliyowekewa. Jumapili lazima niende kanisani, japokuwa vipindi vya katikati, unajua kuna vipindi vile vya katikati, yani shuleni kule, vya Jumatatu sijui juma ngapi vya dini. So nilikuwa naenda japokuwa kwa kugusa, lakini nilikuwa naenda, ila Jumapili ilikuwa ni lazima niende kutokana na msingi ambao
nilikuwa nimewekewa kwamba lazima uende kanisani. Umeona? So nikaendelea kumfahamu Mungu. Sasa kadri ninavyozidi kuishi, ninavyozidi kuona jinsi ambavyo shuhuda za watu zinatokea, jinsi ambavyo watu wanafanya vitu kanisani, wanaimba, lakini pia wengine wana worship, wengine wana preach, wanakuwa wanahubiri pale kanisani. So kile kitu kikawa kimenivutia kwa namna fulani, ikanibidi sasa nianze kufanya process za kumjua Mungu sasa. Umeona? So nimekwambia kwamba nilikuwa namfahamu Mungu lakini nilikuwa simjui Mungu. Umeona? Yaani nilikuwa sijamjua Mungu lakini nilikuwa namfahamu. So nilianza kuvutiwa na vile vitu, hasa kuna kaka yangu mmoja alikuja akawa ni mwenyekiti wa praise na choir. Nakumbuka alikuwa anaitwa Brother Joel. Yaani popote alipo huyu brother, kama Mungu amemsaidiaga ameendelea kuwa na kile kipawa, naamini kwamba atafika mbali sana katika kumtumikia Mungu. Brother Joel mimi, yani yeye ndo alikuwa ni kama role model wangu katika dini. Yani katika mimi kutambua kwamba kumbe Mungu ameweka kitu ndani yangu. Baada ya kumuona yeye. Baada ya kumuona, alikuwa ni mtu ambaye anapenda kufundisha sana. Brother Joel alikuwa ni mtu anapenda kufundisha, yani yeye mara nyingi sana waga anafundisha. So kile kitu mimi nikakipenda, nikaona kabisa kumbe kwamba na mimi ninatakiwa nifanye kitu hiki hapa. Hiki ndo sehemu yangu. Sio kuimba wala kufanya, lakini hiki katika kufundisha huko ndo sehemu yangu. So ule brother mimi alininua sana. Yaani niseme alininua sasa. No. Yaani tuseme kwamba alinimotivate sana, umeona, katika kufundisha neno la Mungu. So nikawa najifunza sana kutokea, japokuwa alikuwa yeye hajui. Yaani yeye alikuwa hajui. So mimi ndo nilikuwa naelewa kinachoendelea kwenye moyo wangu. So niliishi hivyo, tukaendelea hivyo. Nakumbuka nikiwa form 4, baada ya kipindi cha nyuma kidogo, unajua ile ukishakuwa umjui bwana Mungu, ndio tunaasa sana watu wamjue Mungu, wasome neno la Mungu. Yaani ukishakuwa mjui Mungu, by the way, hata kama unaenda kanisani, yaani kuna vile vitu tu lazima vitakuwepo, mwa ukorofi nini, unaona vitu kama hivyo hapo. So mimi nilikuwa hivyo. So hata siku nakuja kumjua Mungu naanza kufundisha. Okay, so inafika form 4 mura wa pili. By the way, yani unajua inakuwa ni ngumu sana mtu kuweza kuamini kwamba mimi nilikuwa mtu fulani, afu akiangalia maisha ambayo mlikuwa mnaishi pamoja. Sasa kile kitu kilinipelekea kuwa ugumu sana, sababu yani ukiangalia, yani mtu ulikuwa unaishi naye labda mazingira ambayo mlikuwa mnayaishi, si ndio? Afu then ukatana baka kwenda katika mazingira tofauti, alafu unataka kumwaminisha kwamba yale mazingira mlikuwa mnaishi ni ya uongo. Sasa ilikuwa inaniwia vigumu sana. Ilikuwa inaniwia vigumu sometimes, namuomba sana Mungu, umeona? Lakini baada ya kutambua tu kwamba nini kilichoko ndani yangu, si ndio? Kuna kusudi gani ndani yangu. Sasa ikabidi nipambanie hapo. Kwani it doesn't matter kwamba people wana feel aje, wananiangalia katika namna gani. So mimi nikabezi kwenye kitu kimoja tu kwamba kuna kitu ambacho kimewekwa ndani yangu. So kile kitu kilinisaidia. Nakumbuka semester ya pili, mula pili, ilikuwa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6 nilirudi nikatambua kwamba sasa hivi natakuwa nifanye kitu fulani. Nakumbuka mara ya kwanza kufundisha ilikuwa ni ibada za usiku zile. Tulikuwa tuna ule utaratibu wa kusali usiku, umeona? Kwa na ule utaratibu wa kusali, yani after prep ile mnakutana, then mnakuwa kuna neno kwa ufupi pale, afu mnasali, then maisha mengine yanaendelea. Sasa nakumbuka siku hiyo ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza, na niliomba nafasi, sio kwamba nilichaguliwa. Niliomba mwenyewe nafasi, yani nilijikuta naomba mwenyewe nafasi. So na hapo ndo ilikuwa ni mwanzo wangu wa mimi kuanza kumjua Mungu na sio kumfahamu. Sasa umeona,
nilikuwa namfahamu before. So after then nilifundisha. Nakumbuka kitabu ambacho nilikitumia ilikuwa ni Isaya 41. Ilikuwa ni Isaya 41 ule mstari wa 10, I think so. Isaya 41 mstari wa 10. Nakumbuka siku hiyo nafanya teaching pale mbele. Ilikuwa ni vigumu sana. Ilikuwa ni vigumu sababu kumfundisha mtu ambaye anajua mmetoka kwenye mazingira ya sehemu moja, alafu eti unataka kumfundisha kwamba yale mazingira ni ya uongo na wewe ulikuwa unaishi, inakuwa ni ngumu, si ndio? Lakini nashukuru Mungu kwamba alinipa uwezo, alinipa ujasiri kadri nilipokuwa naendelea, so nilizidi kupata ujasiri. Nakumbuka baada ya hapo baada ya kufundisha hapo, sasa hapo ndipo ndani yangu nikaanza kuhisi kwamba kumbe Mungu ameniwekea kitu hiki hapo, umeona? So kulikuwa kuna maombi ya mfungo. Watu tuna tabia ya kuwa na maombi ya mfungo siku 3 mfululizo. It means kwamba Jumatatu, Jumanne na Jumatano. So wiki hiyo ilikuwa ni maombi ya mfungo, alafu sisi tulikuwa tunaombea kitu gani kingine, unaona? Kwa hiyo kukaa kuna maombi ya mfungo wiki nzima. So kwenye hao maombi ya wiki nzima ikabidi niombe kufundisha. Niliomba kufundisha wiki nzima. Watu wengi walishangaa. Nakumbuka siku hiyo niliongea mimi kwa ndani yangu niliona kama vile utani, sababu nakumbuka nilisema kwamba natamani Mungu akatufundishe ni kwa namna gani tunaweza tukajiombea sisi wenyewe. Namna gani ambapo unaweza ukasimama kama Mkristo na ukapray, alafu ukawa na imani kabisa kwamba kuna kitu kinaenda kutokea, si ndio? Sasa niliongea kama vile utani, alafu nikasema kwamba nakumbuka neno nikasema jitahidi sana kualika na mwenzako. Sasa kwa kuwa nilikuwa maarufu sana shuleni kwa ukorofi nini, unaona? Ukorofi. So lile neno watu wakalichukua, unaona? Sasa unajua tena kama vile ukishakuwa mtu mgeni kwenye mazingira ya kidini, watu wakaanza kushangaa, Baraka anaenda kufundisha. Kwa hiyo lile neno, lile jina likawa limesambaa kama Baraka kesho ndo anafundisha jamani. Baraka kesho anafundisha. Kwa hiyo likawa limesambaa kwenye dini zote, Kasfeta, TYCS, umeona? Wakawa wote wameenda kuambizana. Sasa mimi sijui sasa hiyo, unaona? Nimefika tu na nikaandaa somo langu. Nakumbuka siku ingia darasani, nilidoji darasani kwa ajili ya kujiandaa na hilo neno, na sio kwamba nilidoji kwa ubaya, so nilidoji nikawa naandaa lile neno, namuomba sana Mungu, namsie Mungu, mimi watu watanionaje sababu nimetokea kwenye mazingira fulani, alafu kwenye mazingira mimi ni mgeni, so how people they feel, unaona? Sasa nikawa namuuliza Mungu hivyo. Baadaye nikajikuta nina ujasiri sasa, nikajikuta na ujasiri. Tulikuwa tuna sehemu 3. Ya kwanza ni asubuhi ile saa 4, ya pili ni saa 8, alafu ya tatu tunamalizia usiku. Jioni bana. Tunamalizia jioni before kwenda kula chakula na kufungua. So imefika ile saa 4, nikatoka zangu sasa, nikavaa nguo za shule nini, nashuka zangu darasani kwa ajili ya kwenda kufundisha. Sasa nikafika pale mapema kabisa, nilifungua ibada pale, nikamwomba Mungu. Nijikuta mimi mwenyewe na ujasiri, sijui hata ni ujasiri wa aina gani. So ndo kwa mara ya kwanza nafundisha semina, alafu ndo kwa mara ya pili nafundisha, umeona? So nikajikuta na ujasiri, nikasogea. Nakumbuka kadi nilivozidi kusubiria ibada kuanza, nikawa nashangaa watu wanaingia wengi sana. Sasa mbaya zaidi walikuwa wanaingia ni wale watu ambao nawajua. Kwa mtu wa kawaida hapo angekuwa anahisi kuogopa fulani, anahisi kutetemeka, lakini mimi nilijikuta na ujasiri tu, nikasema hawa ndio nao watafuta. Maana kwamba hawa ndio nao watafuta, umeona? So nikajikuta na ujasiri wa aina hiyo hapo. Ulipofika muda wa kuhubiri, watu walikuwa ni wengi sana. Nimesoma neno Kanoka Sekondari, unaweza ukaenda kuchukua ushuhuda. Watu walikuwa ni wengi sana, umeona? Namshukuru Mungu kwa sababu
sikuwa na uoga, na baada ya kuona watu ni wengi nikasema kwamba kumbe Mungu bado, yani kama na ile nia sasa ikazidi kwamba kumbe Mungu kuna kitu anatamani nifanye. Umeona? Hao watu wote aliowaleta maana yake kuna kitu anatamani mimi nifanye. Umeona? So nilipreach, nikawa nimefundisha, na mshukuru Mungu sana kwa sababu watu walinielewa, na baada ya hapo pongezi mbalimbali. Na by the way nilikuwa sinaga ile tabia ya kuongea na mtu, unaona, yani mtu wa kanisani mimi nilikuwa namuogopa sana, yani kisikia mtu ni wa kanisani namuogopa sana. So nikawa nikimaliza tu kipindi changu nakimbia, kipindi changu nakimbia, sitaki kuongea na mtu wa kanisani sababu najua hawa watu ni hatari, unaona. So baada ya hapo pongezi nini, na mshukuru Mungu nilipewa pongezi kubwa sana. Unaona. Sasa wakati wa mchana hapo ndipo nilishangaa utukufu wa Mungu. Yaani hapo ndipo nilimshangaa Mungu. Wakati wa mchana, mafundisho ya mchana, hapo ndipo nilimshangaa sana Mungu. Yaani nilimshangaa sana Mungu. Nikasema kumbe Mungu, kwa nini hukuniambia mapema? Kwa nini hukunielezaga hichi kitu mapema? Huenda ningeanza mapema. Yaani nilishangaa, hata mimi mwenyewe nilishangaa kabisa, yani nilishangaa sana, niliweza kushangaa.